damage na ile mambo ilifanyika hapa. Tukiwa na wazee ambao tuko nao hapa. Kuna wazee wengi, tuna bishop hapa, tunawashukuru. Bishop wetu wa Kulina wamekuja, tuna Zakayo, tuna former mayor in Nakuru and also other leaders ambao wako hapa wote. Kwa sababu nimetoka just Nairobi nikuje tuweze kushirikiana nao pamoja, kwa sababu nimeona hata kama tunatetea sehemu zingine siwezi kuachilia nyumbani pamoja na leaders wale wengine. Na tumeweza kutembea kama vile umeona the tackling which was done here. And I want to confirm this from my assessment and from the people from this area. Hapa haikukuwa na maandamano. There was no maandamano in Nakuru. Ile kitu ilikuwa hapa ni wizi, lakini sio maandamano. Kwa sababu ukiangalia hata rating ya Kenya nimeiangalia, ile sehemu yote ilifanywa jana demonstration. Rating ya wizi yetu Nakuru hapa, na sio Nakuru yote, hapa area ya Shabab ndio iko juu sana hapa zaidi ya wizi. So there was no demonstration. And ningetaka iwe very clear, ndio hata wale wako hata Raila Odinga na grupu yake ni wasaidie that people are taking advantage. Kama sio nyinyi mnaelekesha wao kuiba, mjue there is a problem. Kwa sababu mkifungulia wao vile wanaenda kufanya hiyo, they are not interested na mambo ya administration. Ile kitu wako na haja ni routine. Na unaona hapa hapo waliingia mpaka safuria, wamebeba nguo za watoto. Kuna watoto hapo hawakwenda shule leo, walibeba uniform zao zote. Na ajabu mpaka suruali ya ndani ya wamama wamechukua. This is very bad and this is a curse. Ile mambo wanafanya wamama hapa. Women are crying now. They have nothing. Nguo, mattress, godoro walibeba. Sofa set zingine walibeba. So this was routine. Na ndio tunataka tushirikiane nyinyi wote watu Nakuru. Na watu wa media mtusaidie. Showing exactly the truth. How it was. Kwa sababu uporaji unaofanywa hapa ni wa hali ya juu sana. Na watu wengine wanauliza swali, polisi walikuwa wapi? I want to assure you I've assessed. Hapa mbele imefungwa, imemwaga mchanga, imefungwa barabara. Kwa sababu ya barabara hii kutengenezwa. Si hao ni barabara imefungwa. So when police thought it is on the other side Kaptembwa, when they were going around, kwa sababu kilio ilikuwa ni kila pahali, everywhere ilikuwa ni kilio. So when they had here there's a problem, they thought it's near the town, haikakuwa na hiyo mambo, wakaanza paadile kusaidia wananchi. Lakini kufika hapo barabara imefungwa, they had to go round, warudi mpaka barabara ile huko juu, watoto paadile ndio access kuja hapa. Naye ni wajanja. Wakati wajua namna hiyo, they left. Polisi kuondoka kwenda kusaidia watu badala nyingine, then they came back. Chakula mpaka ya watoto wamechukua. Watoto uniform wamechukua zote. I think this one now, tunasema raia wachukue jukumu ya kuweza kuzungumza na watu. Kwa sababu ya leaders from here. In all tribes, they are here. Ningeomba watu wakae pamoja, tuhubiri amani yetu. Na niwakumbushe, 207, 208, mnajua watu wa Nakuru County na watu wa Rift Valley, what happened? Msikubali turudi hapo. Kwa sababu tukirudi hapo, hii nchi itaharibika kabisa. Kwa sababu kwanza nimeona imeelekeshwa ukabila, imeelekeshwa sasa makabila kupiganishwa, wanasema kabila hii. Lakini wale wanaibiwa ni kabila zote. So we cannot blame the people of Kaptembwa. These people had came from somewhere, other areas. And I want to say clearly, ukiangalia sana, tunaangazia polisi wasaidie. Kwa sababu, watuambia wa criminal wale wako hapa. Area hii. Ndio ilikuwa surrounded sometimes. Kwa sababu ya kuchoma wa mama na kisu, looting women, doing what? This area. It has a history. Ni kuonekana sasa bado, wanaendelea kufanya hivyo. And I confirm the people who died. 3 of them waliuawa na raia. Na ndio nauliza makanisa na watu wa law society na wengine. Don't focus the police. Raia waliua watatu walio wenyewe. Kwa sababu watu walikuwa na panga, very dangerous, imetengenezwa na imekunjwa special. Nini panga? Ndio itaweza kukata mabati, ndio inakata chuma.
So hii ni watu wamejipanga for looting na kuharibu amani yetu hapa. Demonstration ya Nakuru imekuwa very peaceful. Lakini sasa hii tuna condemn na tunauliza rais wa Kenya Ruto, president wetu, just one thing. Wewe ndio uliapa na kusimama na katiba yetu. Ile kiapo ulikula kusimama na katiba yetu. Ya pili kusimama na property zetu na security. Tunaomba hii watu umewapea muda sana, umekuwa na huruma sana, na ile watu ulikuwa nasema ya kusaidia kutoka chini ndio wanaumizwa. Ukienda kwa matajiri huko there's nothing. But when you come to the poor, wale uliangazia ukifanya siasa yako ndio wanaumia zaidi. Even in other areas is just about looting. Na tunaona mpaka watu wa media huko ndani pia wanaumia. Kwa sababu wakikutikana huko ndani wanaumia. And I'm seeing them the way most of them they are sick kwa sababu ya tear gas. Tear gas ikutupwa si kusema I affect the media, I affect the administration ama askari. Watu yote now they are all sick. Why can't we be helped in Nakuru? Wewe Sakayo huko hapa. Bishop mko hapa. Former mayor ako hapa. Mtengeneze grupu ya amani. Tusunguke tukiunganisha watu kwa amani tafadhali. Kwa sababu pia nimeona Bishop nikikuangazia. Nimeona mpaka watu ya kanisa wakiyumba. They are not straight, lakini utatuambia. They are not straight on decision. Wanasema Ruto akubali akae chini waongee na Raila Odinga. Ningeangazia watu wa kanisa. Hata kwa kanisa yenu kama Catholic. Wale walitoa statement juzi. Utaweza kuona hata hawa wakitoa kuna ile wanaegemea pande fulani. Na mjue kama ni Catholic wako na constitution yao ya kanisa. Ukimisbehave unafukuzwa. Catholic msimamo wao constitution yao, you cannot marry when you are bishop. Ukioa unafukuzwa. Hawa wakolino naona hapa wana katiba yao. Hata ukitoa hiyo kilemba you are chaste, you are no more wakolino tena. It is there and we respect those. Hiyo katiba na hiyo sheria yao tunaiheshimu. Ukuja kwa PCA kwa Kikuyu inaitwa kanisa wa mutaratara. Mutaratara ni kusema ni kanisa ya kufuata utaratibu. Na kama uweze kufuata PCA bila anasema you are told go out. Ningeomba nyinyi watu ya kanisa mnatoa statement. Ruto alikubali na akasema from this side and this side wakae chini ongee. Na mimi nikalisi statement nikawaambia watu it will not go far. Kwa sababu ODM ama Azimio lengo yao si kuzikizana, lengo yao ni kuingilia dirisha ili Raila Odinga aweze kupata nafasi kwa hii serikali. And we are telling Ruto, our president, enough is enough. No handshake. You can discuss about peace with them and others. Lakini mambo ya handshake. Why am I saying this? Raila alikuwa tulimuingiza kwa Kanu. I was in Kanu. Alipokuja akabomoa Kanu. Hiyo ni wakati ya Moi. Let Moi. Akakuja akaingia wakati ya Kibaki. Alipoingia wakati ya Kibaki, yeye mwenyewe alifuruga mara ya kwanza alisupport Kibaki. Kufika katikati akaanza kupiga Kibaki. International watu wakutushikana pamoja wakakuja. Walipokuja tena mwaka ya tamu ya pili wakazungumuza na akapewa share yake kama prime minister. Akaanza kusema nusu mkeka, nusu choo, nusu nini. Huyu mtu ana historia. Watu wa Kenya niwaambie, we don't want handshake kwa sababu it will not solve the problems. Kwa sababu ataingia na atabomoa. Lengo lake ni moja ya kuweza kupata kiti. Kuingia mlango ya nyuma. Mimi nauliza Kenya mzima MCA walichaguliwa. Hana shida na hiyo. MP walichaguliwa. Women rep walichaguliwa. Senator, governor walichaguliwa. President alichaguliwa. Nyinyi wote mnafanya demonstration ya kuharibu vitu ya watu. Kwani kiti ya Raila peke yake miaka yote from 63 na kuwaga ni yeye tu. Ni yeye tu. Hakuna mtu mwingine. I would like Raila please umezeeka, give us peace in the country. Na ningekuuliza mtoto yako ako Yala. Alichaguliwa kwa bunge na hii system na tukasupport akaingia Yala. Mtoto ya Kalonzo ako Yala. Alichaguliwa na hii system. Your brother nominated senator ako kwa Senate.
kama unasema hii kitu si mzuri, and I'm talking like an elder, ambia watu yako wote, utoe watu wenyu kwanza, wale walikuwa nominated, tuone wewe ni mwanaume na unasema ukweli. Urudi utoe wabunge wote, wale wanapinga naona wakirukaruka, utoe hawa. Ninasikia ule ndama, huyu senator wa nini? Wa Narok. Analia sana, mkiangalia kwa Twitter yangu analia sana, anasema amenyang'anywa security, amenyang'anywa bodyguard. My friend Oendama, vumilia, we were there. Mimi nilinyang'anywa kila kitu. Security na gari, na nilivumilia. Na nikasema Yesu ndio bodyguard yangu. Hata wewe nikusaidie, agree that Jesus is your bodyguard. Wacha kulia. Na hata na support hiyo serikali yetu kunyang'anya wa bunduki na bodyguard yote. We are done the same. Kwa nini wewe upewe bunduki na wewe unapiga serikali na license ya serikali? Lila Odinga is earning 600,000 per year. Pesa yake ya security, ya mafuta, ya mpishi, ya kila kitu. 600. Kalonzo the same. Mother Karua the same. Kama mnalilia mambo mnajificha hadi kwa mambo ya umaskini, mambo ya vitu kupanda juu, then muidhuru pesa yenu muisukume kwa raia wale wanaumia. Hasa hapa Nakuru sasa, I'm appealing for this group ya wamama. Nimeona hapa wameumia zaidi. Ningeomba Zakayo na Bishop na nyiwe wengine na former mayor mutengeneze utaratibu, tuchange pesa tusaidie hawa mama. Hata uniform ya shule hawana. Hata suruali ya ndani hawana. How can a woman stay like that? It's a big problem. Mbwejionea nyinyi wenyewe. Lakini I want to say the final word. Nilikuwa ngine kuongea. Shida yetu hii yote zaidi hata si Raila Odinga, ni ya mtu mmoja, former president Uhuru Muigai Kenyatta. Na hiyo roho yako ni roho mbaya kabisa. Na nyinyi muangalie kwa tweet yangu wakati alituita washenzi. Mimi nilifanya statement ya kwanza. Je, sisi ni washenzi? Je, wewe ni mshenzi? We did that. Na nikalia sana, nikaambia Raila wachana na Ruto. Wachana na Uhuru. Kwa sababu mimi nakujua historia yako. Unapakaga mtu mafi, ananuka, unamwacha unaenda sehemu nyingine. Sasa umepaka rais chafu, former president, yeye ndio amebeba hii mzigo yote. Na mimi nauliza na ninasema namna hiyo, wana habari munisaidie. Watu wanasema Uhuru alipeana 40 million. Watu wanasema yeye ndio sponsor kila kitu yote. Why can't we agree? It is true because kwani amekufa si yako hai? Kwa nini asitoke aseme mimi nilikuwa former president, unipea wakati yangu miaka 10. Kwa hivyo sasa mimi naomba, I'm not part of that. Inchi vile iko, mimi I'm not involved kwa kuharibu serikali, and I'm not giving anybody money. Why can't he say that? And why can't the family also tell him? Because if you say that and stand, this country will be having peace. Itapata peace. Lakini amejificha, ananyamaza kwa nini? Kwa sababu ni yeye. Uhuru Muigai Kenyatta ni wa family. Give us a break. Hii watu yote wanaumia hapa, wanalia Mungu. And God will deal with you. We have no power, we have no money. Na Ruto hataki kudili na wewe kwa njia mbaya. Wewe tunakuomba kutokea, sema umekubali wewe ni kuwekelewa unaekelewa, ama useme hilo utasema tukusikie. Na kama uko kwa vita uendelee. Hakuna shida, hakuna mtu yuko na mbao, mtu ama mwingine yuko na chuma. We were all born together. Na Uhuru nakuomba hata hiyo na hiyo mali yako yote, if this country gets spoiled, hata yako itakuwa part of ya kuharibika. Kwa hivyo tupe amani, tuweze kukaa pamoja. Lakini chuki, kama una chuki na Ruto, usiwe na chuki na Wanakenya. Wanakenya, give them freedom, ndio walikuchagua na ukaenda hapo. Now we are so scattered. And finally, ukabila imeanza kurudi in a very big way. But I will say here, hii mambo ya looting haikuwa na ukabila. Looting was looting, there was no demonstration Nakuru. Na mnajua ever hatujakuwa na demonstration. Na waomba, tukiharibu amani ya Nakuru County, tumeharibu amani ya nchi mzima. We don't want to get in that route. Mimi naomba tafadhalini tukue na amani. Na kabila zote ziungane pamoja. Wewe ni kiongozi wetu hapa kutoka pandili ya Baruti ya Roda. Shikaneni na hii wazee yote mtengeneze amani. When we are dealing with the other issues, please hata nyinyi muongoze kuweka watu pamoja na kuweka amani. Ningeuliza kwanza Bishop aanze, alafu wengine neno moja moja fupi. But that is my appeal, tafadhalini. Asante. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Mimi ningetaka kuuliza tu wananchi wa Nakuru na Kenya mzima, kitu ya kwanza tuwe na amani. Kitu ya pili, mimi nimeona leo hii maandamano. Hii ni wizi wa hali ya juu. Kwa sababu huwezi kuingia nyumba unachukua sofa set, unachukua vitu zote mpaka wheelchair ya mama mzee unamkaisha chini unabeba wheelchair. Mimi ningewauliza mbele ya Mwenyezi Mungu, nchi hii wacheni tuweke amani ya Mwenyezi Mungu. Maandishi inatuambia vizuri, penda mwenzako. Wacheni tuache mambo mingi, tupendane na tuwe pamoja. Na ningeuliza, serikali ilichaguliwa na watu na rais ambaye William Ruto akapewa silaha zake za kuongoza nchi mchana. Tafadhali wacheni tupee rais muda wake wa kuongoza, aongoze. Kwa sababu hata tukiandamana mkata itakuja njiani, tukipigana mkata itakuja. Kwa hivyo tunalaani hizi vitendo katika jina la Yesu. Ile ingine ningetaka kusema, ningetaka sisi yote tuchukue mikono juu, wachungaji, tukemee lili neno in the name of Jesus kwa maombi. Si ni kweli? Hebu tuchukueni mikono yetu sisi yote, tuseme katika jina la Yesu tumekuja mbele zako. Tumekemea hii maandamano ya uwizi na kunyang'anya watu vitu zao. Tumeitisha umoja na amani kwa nchi hii yetu ya Kenya, na tumeitisha Kenya yetu yote irudi pamoja. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini na kuombea serikali iwe na nguvu na iendeshe kipindi yao. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Na Mungu abariki. Kwa majina ni Benson Mwangi, aliyekuwa meya wa mji wa Nakuru. Na pia ningetaka tu kuchukua fursa hii na nisapoti wale wamenena mbele yangu ya kwamba tumekemea mambo haya yaliyotokea jana. Kwa hakika tunasemaga dume wawili wakipigana nyasi ndio huumia. Na kwa hali hii nyasi ni sisi wananchi. Ingekuwa tu ni bora, kwa sababu sitaki kurudia yaliyosemwa na mheshimiwa, niseme ya kwamba wananchi hasa vijana, hata sisi wazee, vijana, ikiwa kwa hakika mtaanza mambo kama hii nimeona leo, basi sioni future iko wapi. Kwa sababu ikiwa mama kama hao wamehama ama hao watu wametoka katika manyumba zao kwa sababu ya vijana, hata mtakuwa cast kwa sababu unakuta mama lika ya mama aliyekuzaa unabeba mpaka suruali ya ndani yake, haipo kiwango gani? Kwa hivyo tafadhali tungeomba amani, amani, amani. Na kama vile tumeambiwa na mheshimiwa President, aliapishwa mchana na ana jukumu zake. Kwa hivyo apewe muda afanye kazi yake. Asante sana. Majina yangu ni Daniel Bet, naishi Paris. Na nimeshangaa kwa sababu haya haijakuwa ni maandamano. Kama watu wanaweza bomoa vitu ya watu, ni maandamano kweli? Tunaomba serikali waiangalie. Otherwise sisi tutajitokeza kuchunga mali yetu. Hatutakubali kamwe vitu vyetu iharibiwe. Watu wanafunga barabara. Inauliza, wakiuliza chakula kutoka kwa serikali, barabara ina shida gani? Tunaomba hawa watu waweze kuuliza serikali kama kuna mambo wanauliza, lakini isiguse mali yetu. Otherwise sisi tutachunga mali yetu. Sana. Kwa majina yangu mimi naitwa Bwana Zakayo Maina Waweru. Na hapa tunaposimama hapa saa hii, hapa ni Koinange. Koinange Estate, which was built in 1974, a very good estate. Today inakuwa vandalized kwa njia mbaya sana. Nikiangalia vizuri, hii nimeona sio maandamano. Hawa ni watu ya kupora, watu ya kuharibu kwa njia mbaya sana. Na mimi ningeeleza Raila, hiyo umbwa, kama ni umbwa amefungulia watu yake wakuje wakiumauma au watu wakifanya hizo vitu, hiyo umbwa yake afunge. Kwa sababu watu wakikasirika
hata si tutaweza fungulia umbwa na yume. Kwa hivyo tunakueleza Raila, hiyo maneno unafanya uache kabisa. Na wewe Martha Karua, haujachaguliwa, hauna kura, kazi yako tu ni kurukaruka tu kama moda hasimu. Enda huko kwenyu Geshogo, uone ulipata nini? Nothing. Ni kitu gani unakuja kutueleza siku ya leo? Hakuna kitu hata kimoja unakuja kutueleza. Na mimi nataka kusema Ruto aliwini uchaguzi. Raila ukubali nuzumukane wakati huu, hakuna hata kidogo. Hata hapa tuko na mimi ndio nilikuwa nasimamia hapa Nakuru West. Wewe Raila ulipata 33, Ruto akapata 29. Na tukakubali, hakuna kitu tumefanya. You got 29,000, Ruto got 29,000 votes. You got 32,000 votes. Na sisi tukakubali na hakuna hata kitu kimoja tulifanya. Ukubali iko uchaguzi. Not kutoka 1982 unaenda unapindua serikali, hata siku ya leo tu unaendelea namna hiyo. Tunakueleza hii maneno yako Bwana Raila, wacha kabisa. Na sisi kama wana Nakuru tumekasirika kabisa, na hatutaki kuona hii kitu ama hii kitendo ikiendelea mbele. Na mimi na hizi watu ya Nakuru tuweke amani, tusishikwe na ile maneno ilikuwa kwa 207 hapa. Ilikuwa maneno baya sana, na ilikuja hata ikaniguza. Watu wakakuja kwangu wakakula mahindi yangu 200 basi, wakakula maharagwe yangu gonia 100, na hawa watu wote siku hiyo walikuwa pamoja. Sasa mimi naomba wananchi wa Nakuru live in peace, na tutaendelea na tuendelee mbele. Saa hii tulipatiwa ile fertilizer ya subsidy. Saa hii nilienda kwangu kwa shamba na nikavuja mahindi huko kwa shamba na nikakula. Sasa yule unaona mtu yule hajafanya kazi, ndio unaona tu anakaa tu namna hiyo kama hukulima. Hiyo maneno itaendelea na utazidi tu kuwa na njaa ambao haina kifani. Watu wafanye kazi na waendelee na tuendelee kwa kazi mzuri. Basi mmesikia, hiyo ndio sauti ya watu ya Nakuru. Na ningemalizia kusema Raila Odinga, ile mtu angekuwa anapigana naye zaidi ni Uhuru. Kwa sababu Uhuru, instrument of power, alichukua mchana na akapea Ruto. Na sasa ana complain, ameshikana na watu kusema uchaguzi haikuwa ya haki. Wewe kwani ulikuwa na kichaa ukihand over the instrument of power? You know you are bringing confusion to us. Finally nataka watu ya media, ile mambo watu wanasikia, waache mambo ya media. I agree, mnafanya kazi kulingana na information ile mnapata, lakini ningeomba hii mambo ya hii masimu ma tweeting na nini na Facebook na nini, waweza kujua kitu moja, na international body don't follow people of Twitter. Kama ni watu ya koti kubwa ya ulimwengu, you have chance to come now and supervise ni watu gani wanafanya nini. Sasa hii niona wameakisha moto, wameanza kusema sasa hapana, watu ya Kenya kwanza ndio wanatakiwa kupelekwa ICC. They know, msifikirie wazungu ni wajinga. They know what they are doing, but don't follow the Twitter. Come with the ground and find out. You went na vyama zingine zote za nje, kujeni msikize mambo ya ukweli ili tuweze kwenda mbele. Lakini tumesikizana sisi wote, tutakutana na mtapanga tufanye amani. Tumekubaliana hiyo? Hiyo tumekubaliana. Kabisa. Tukueni mkono mseme tumekubaliana kuweka amani. Tumekubaliana tuweke amani. Tuweke amani. Na tuweke wachungaji wetu mbele. Na media tuiweke mbele pia, iangazie ukweli na ile kazi tunafanya. Ni kweli? Mungu awabariki na Mungu awe nanyi. Lakini pipi, mimi hata kama bishop ameomba, kuna mama wale walikuwa na kazi. Simu ulimaliza waliona? Watu watoto wengine ni picha tu. Unajua, unaona hawa mama wengine walikuwa wametoka Sudan na wametoka kwao kwa sababu ya vita na shida. Waliamua akaona hapa kuna amani. Sasa wakirudi wakuje hapo wakute hakuna amani. Na sisi tumekubalia hao watoto wanasoma hapa, hao wanaishi hapa, wametorokea huko kwa sababu hakuna amani. Tena sisi hapa tuwakosea nafasi ya kuishi kama wanadamu wengine. Sio ni makosa. We need them to stay together na tuungane pamoja. Na wewe Zakayo na wengine muanze, hawa mama lazima tusaidie. Hawana uniform ya watoto yao. Watoto waende kwa shule. Mpange mpango, tuanze kuchangia hawa. Utafuta namba 1 Bishop, uweke online tusaidie hawa. Lakini mimi nawaomba hamtakuwa na shida. You like Sudan and we are going to be together with you. Umeona sio nyinyi peke yenu, watu wote wanafanya nini?
wameadhiriwa. Si namna hiyo? Msijirudishe nyuma, tutajaribu. Na nitakuja hapa tujaribu kuambia serikali wapee nyinyi chakula, tusaidie serikali tuweze kuona ni mambo gani tutasaidia hawa. Kwa sababu tumeona shida. Na nyinyi wenyewe watu wa media, tulimeona huko Mlolongo kuchoma nyumba ya chief, nyumba ya vipande, nyumba ya dio. Hiyo ndio demonstration. I think we are going in the wrong direction. Tusaidiane kwa maombi na tuweze kukaa pamoja. Watu wa media, Mungu awabariki. Mimi sitaki tupigane na nyinyi watu wa media. Mnafanya kazi yenu. I don't want that. Sisi wacha tuache yaliyopita si wale, tuangalie yale yako nini. Let's respect people of the media. Sio statement tukitoa kila moja tunapiga media. Tunafanya mambo yale mengine. Mimi hata nikiwa kwa hii serikali, kama kitu itafanyika vibaya kuharibu hii serikali, count on me. Nitasimama na niseme, hata nikiwa UDA nitasema hii kitu ni mbaya, because mimi nabakisha mambo mawili, kusema ukweli na kujipanga kwenda mbinguni. God bless you.